Ni jambo la ajabu sana na la kusikitisha siku ya leo kuona baadhi ya wazazi jinsi ambavyo wanayasifia maovu ya wana wao na hata kuyahimiza badala ya kuwaelekeza katika njia za Bwana. Bwana anasema katika kitabu cha Mithali 22 mstari wa 6, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Ila badala yake utaona wazazi wengine wanayasifia maovu ya wana wao. Kwa mfano, utapata mzazi anajisifia kwamba Mungu ni mwema, wanaishi maisha mazuri kwa sababu binti yake ni mrembo sana na hodari katika kupata waume wenye pesa wanaomhonga pesa nyingi. Badala ya mzazi kama huyo kumshauri binti yake kuishi maisha ya kumcha Mungu na kuingia katika ndoa ya heshima. Neno la Bwana katika kitabu cha Mathayo 19 mstari wa 14 linasema, lakini Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Kinachosikitisha hata zaidi ni kwamba wapo wazazi wengine wenye tamaa hata zaidi za kishetani ambao huchukua hatua ya hata kuwatoa wana wao kafara kwa mashetani ili kujipatia utajiri. Wengine kwa sababu ya ulemavu wa watoto wao wanachukua nafasi kama hizo na kuwa kama kitega uchumi kwao. Na hata endapo ikitokea ya kwamba wana kama hao wenye ulemavu wamepokea uponyaji kupitia nguvu za Mungu, unapata wazazi kama hao wenye tamaa za kishetani hukosa kufurahia, maana wanaona ya kwamba riziki yao imekatika. Mpendwa, tukisoma katika kitabu cha Zaburi 127 mstari wa 3, neno la Bwana linasema, tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Watoto tumepewa kama zawadi na Mungu, na tunapaswa kuwalea katika upendo na katika njia za Mungu, na wala sio katika tamaa wala maovu yoyote. Maisha na raha za dunia zisikudanganye, maana ni za kitambo tu, ila hukumu ya Bwana iko pale pale, wala hutakuwa na sababu siku hiyo. Somo hili limeweza kuandaliwa na mtumishi wa Bwana mwinjilisti Alan Wallace, na msomaji wetu wa leo ni mtumishi wa Bwana dada Salama Kahindi. Karibu. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, nasema ni asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Mfalme mtakatifu, tazama sana wakati tuko chini ya nyayo zako, ni kwa ajili Baba ya kuendelea Baba katika neno lako lenye nguvu. Bwana Yesu, katika Baba somo hili na kuomba kwa unyenyekevu na Roho wako apenye ndani ya somo hili, wazazi wafunguke akili, wafunguke macho, ni kwa ajili ya kulea watoto. Onekana Mfalme kwa kila jambo, kwa kila wakati juu yetu, na Roho wako mtakatifu atuongoze kwa kila pahali popote tuendapo, tuingiapo, tukuabudu katika roho na kweli. Watoto wetu wapokee akili vyema kutokana na kwako. Hadi sasa wajalie neema na hekima. Bwana Yesu, watoto hawa wapate afya njema kutokana na kwako. Watenge mbali na magonjwa, watenge na minuko yote ya giza na roho zote za anasa na uchawi. Madhabahu yote ya ulimwengu yakose uhai juu ya watoto watakaoenda kusikiliza neno hili, katika jina la Yesu. Penya tangu sasa ndani ya wazazi, achilia Roho wako mtakatifu ndani ya wazazi kwa ajili ya kufunza watoto wako jinsi upendavyo. Tamalaki Mwokozi, tenda tukujue, tukuabudu, na nyota za ufanisi zionekane kwa uwezo wa nguvu zako, ishara zako na ulinzi wa ajabu, Yesu Kristo, na neno la uponyaji katika jina la Yesu. Nabarikisha somo hili kutokana na kwako, lipokelewe kwa utukufu wa jina lako, na likawabariki na kuwainua na kuwajenga kiimani. Kwa Yesu Kristo Mwokozi wangu naomba nikibarikisha neno. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Karibuni katika somo letu la leo lenye kichwa hukumu ya Bwana iko pale pale. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni mzazi gani apendaye mwanaye kuwa na ulemavu, au mwana kuwa mlevi, au mwana kuwa kahaba, au mwana kuwa teja, au mwana kuwa maskini, au mwana kuwa shoga? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ajabu ni hii,
Wapo wazazi wanaowatumia wana wao kama kitega uchumi kutokana na ulemavu wao. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na wapo wazazi kutokana na ulevi wa wana wao wanawapatia sifa nzuri. Wapo wazazi kupitia wana wao wa kiume kuchezea mabinti za watu, anafurahia kuwa ndio mwanae, anakuwa kutoa sifa, ana kidume. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wapo wazazi kwa uteja wa mwanae humwacha azidi kuharibika. Wapo wazazi kwa umaskini wa watoto wao wapo radhi kuongelea vibaya hata kwa lugha ili wapate mali. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wapo wazazi kwa ushoga wa mwanae wananyamaza kimya kusema ndivyo Mungu alivyomuumba. Hapana, sivyo. Mwanangu, sikiliza na kuzipokea kauli zangu, na miaka ya maisha yako itakuwa mingi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nimekufundisha katika njia ya hekima, nimekuongoza katika mapito ya unyofu. Uendapo hatua zako hazitadhikika, wala ukipiga mbio hutajikwaa. Mkamate sana elimu, maana yeye ni uzima wako. Usiingie katika njia ya waovu, wala usitembee katika njia ya wabaya. Jiepushe nayo, usipite karibu nayo. Igeukie mbali, ukaende zako. Maana hawalali isipokuwa wametenda madhara. Huondolewa usingizi ikiwa hawakumwangusha mtu. Maana wao hula mkate wa uovu, nao hunywa divai ya jeuri. Bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Njia ya waovu ni kama giza, hawajui ni kitu gani kiwakwazacho. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sikiliza maneno yangu, tega sikio lako uzisikie kauli zangu. Zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatao. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na afya ya mwili wao wote. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kinywa cha ukaidi ukitenge nawe, na midomo ya upotovu uiweke mbali nawe. Macho yako yatazame mbele, na kope zako zitazame mbele yako sawa sawa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ulisawazishe pito la mguu wako, na njia zako zote zidhibitike. Usigeuke kwa kuume wala kwa kushoto. Ondoa mguu wako maovuni. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hicho ni kitabu cha Mithali. Mithali 4 mstari wa 10 hadi 27. Sasa twende katika Matendo ya Mitume. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Matendo ya Mitume 2 mstari wa 38. Na Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Karibuni katika Kristo Yesu. Hili ni somo katika Kristo Yesu, yani Yesu ndiye njia, kweli na uzima, na yeyote aingiaye kupitia kwa njia hii ataongozwa na Roho Mtakatifu na atapokea nguvu kutokana kwa Mungu mwenyewe Kristo Yesu.
Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na Yesu awaongoze katika njia ya kweli na haki na uzima, na awape hekima kulea wana katika njia ya Kristo, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo pamoja na Roho Mtakatifu. Kwa hayo Mungu awabariki na awaongezee imani zaidi. Amen. Hapa ni kipindi Yesu Ndiye Njia. Kwa mawasiliano zaidi na mtumishi wa Bwana mwinjilisti Alan Wallace, unaweza kumpata katika nambari yake ya simu mwisho kabisa wa kichwa cha video hii. Vile vile unaweza kumfuatilia katika social media platforms tofauti kwa jina hilo hilo la mwinjilisti Alan Wallace. Na iwapo umebarikiwa na somo letu la leo, basi usikose kulike, kushare kwa ndugu jamaa na marafiki, ili nao wakaweze kurekebisha njia zao katika kuwalea watoto wao katika upendo na katika kumcha Mungu. Endelea kutufuatilia ili kupata mafundisho mengine mengi ya kukulia wokovu na jinsi ya kuwa na uhusiano wa ndani hata zaidi na huyu Bwana wetu Yesu Kristo, huku tukiendelea kujitayarisha kumlaki, maana kwa hakika ujio wake umekaribia. Hadi wakati mwingine, shalom, shalom.